Tuna kila sababu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa upendo na nguvu zake zilizo nyingi ajabu. Ametuleta salama. Tumefika mwisho wa makambi au kambi ya Nyantuga mwaka 2024. Tunasemaje? Tunasoma kutoka kitabu cha Mwanzo ya 50 mstari wa 24 mstari wa 25. Biblia inasema, Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka, atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawapisha wana wa Israeli, akasema, bila shaka Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Sasa kwa wale wanaoandika mada, andika, siku moja hakutakuwa na kesho. Siku moja hakutakuwa na kesho. Tuombe. Bwana mwema uliye mtakatifu juu mbinguni, jina lako na litukuzwe. Tumesema ni asante sana kwa umbali umetuleta, we uliye mtakatifu. Tulipoanza makambi tulikuita mfalme, uweze kuonekana katika kila jambo. Umekuwa mwaminifu kwetu watoto wako, umetuleta tumefika umbali huu. Tunakushukuru. Asante kwa kuwa umekusanya watoto wako. Kuna umati imefika hapa wakiwa na kiu. Bwana, tumesoma kwako, wewe ndio maji, chemichemi ya maji inayobubujika ndani ya watoto wako. Hivi tunakuomba na tunakualika, njoo ukachukue mkutano. Mungu wetu, tungetamani kusikia kwako, tungetamani kukuona, tungetamani kukupata katika kila hatua. Bwana, tunakuomba katika unyonge wangu, nimesimama sina chochote kile ambacho naweza kuwapatia watoto wako. Damu na nyama peke yake imesimama hapa. Kwa hivyo nakuomba kwa unyenyekevu, nishushe chini zaidi mno, ujiinue, tusikize kutoka kwako, tuweze kukuona toka mwanzo hadi mwisho. Katika jina la Yesu tumeomba tukiamini, amen. Nianze nikisema hivi, kuna mambo manne chini ya jua ambayo kwayo hakuna mwanadamu yeyote aliye na uwezo wa kuchagua ama wa kubadilisha ama kupendekeza. Kuna mambo manne chini ya jua. Inanishangaza kama mtumishi wa Mungu, kwa sababu hakuna yeyote aliye na uwezo wa kuchagua. Hakuna yeyote aliye na uwezo wa kuepukana nayo. Hakuna yeyote aliye na uwezo wa kusema ya kwamba nilikuwa naonelea hivi. Jambo la kwanza, toka umbali leo hakuja kuwa na mwanamume au mwanamke yeyote ambaye anaweza sema mimi nataka nizaliwe na mama fulani, mimi nataka nizaliwe na baba fulani. Hakuna mtu chini ya jua anayeweza chagua wazazi wake. Hakuna yeyote anayeweza sema naonelea ya kwamba mtu fulani ndiye awe mzazi wangu. Leo hii ukijikuta huku, hakuna hata mmoja hapa ndani aliyeandika barua eti azaliwe Kisiland, ama kunaye moja? Naamini hakuna. Kwa hivyo, kwa sababu
ukijua jambo fiche hapo ndani. Mojawapo sheria ambayo kwa Mungu aliwapa wanadamu ni ya kwamba heshimu baba yako na mama yako ili siku zako zifanye nini? Ziwe nyingi. Leo hii kuna watu wamekufa kifo cha mapema kwa sababu ya kutosikiza mzazi. Kuna watoto wengi unapoenda makaburini unapata imeandikwa pale kimoyomoyo kwamba huyu alijiua kutosikiza mzazi. Leo hii tunaona vifo vingi sana inashuhudiwa kwa sababu watu walianza kuishi ni kana kwamba hawakuzaliwa na baba, ni kana kwamba hawakuzaliwa na mama. Sikia nikwambie, Mungu akikubariki bado uko na mzazi nyumbani, heshimu baba yako, heshimu mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi ambayo Bwana Mungu anakupa. Jambo la pili, hakuna yeyote anayeweza kataa kugonjeka. Hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kuepukana na kifo na ugonjwa. Hakuna mtu. Inaweza kuwa malaria, inaweza kuwa diabetes, inaweza kuwa blood pressure, inaweza kuwa corona. Hata hizo zote hakuna mtu ambayo kwayo anaweza sema ya kwamba sitaki kugonjeka. Tuko na mwili ambao ulianguka dhambini. Kwa hivyo unaposoma Isaya mwana wa Amozi anapozungumza na watu wa Mungu, nasoma Isaya 1:6. Sijui kama wale wamefika hapo. Isaya 1:6. Isaya mwana wa Amozi anapotabiri anazungumza akiona ya kwamba toka kichwani hadi chini hapana sehemu njema. Wamefika? Soma. Imenakili kwamba tangu wayo wa mguu hata kichwani hamna uzima ndani yake. Hamna uzima ndani yake, bali jeraha na machubuko na vidonda In other words, kinataka kulichukua hapo ni ya kwamba hakuna pale iliyo na afya toka kichwani hadi nyayo kule chini. Jambo la kuhuzunisha ni ya kwamba hata na ugonjwa inataka yeye pia aishi ndani tu ya miili zetu. Jambo la tatu, hakuna mtu anayeweza epukana na kuzeeka. Jambo la kuhuzunisha ya kwamba hakuna mwanadamu, mwanamume, mwanamke anayeweza pindua mgongo ili asije akazeeka. Ikiwa bado una uhai, ikiwa bado nina uhai, kuzeeka imetulenga na siku moja itafika tutazeeka. Hakuna mtu amewahi toroka kutozeeka. Hakuna mtu amewahi sema nataka kuwa kijana milele na milele. Kuzeeka inakuja. Inaweza kuanza na kichwa. Jamani, kuna wanawake walikuwa na kichwa inayopendeza ambayo kwa akipiga pasi, akipita wanaume wanamtazama, wanameza mate. Walikuwa na matiti ambayo kwa yametoka amesimama. Siku hizi zimelala. Hakuna mtu anayeweza epukana na kuzeeka. Inaweza kushika na magoti hadi usikie umetoka huku, ikiteremka hadi kwa magoti, hadi uchukue kafimbo ili uendelee nayo. Sikia, hakuna mtu anayeweza epukana na kuzeeka. Jambo la tatu la kuhuzunisha mno ya kwamba kuna mtu amewahi epukana na kuzeeka. Kule Nairobi naona watu wengine wamama wanajaribu sana kuepukana na kuzeeka. Wanachukua mafuta wanaweka, wanachukua mavazi wanaweka, wanafanya hayo yote. But did
katika hali hiyo tutakuja tukuone tuseme, huyu naye amekomaa. Hii si sura ya mtoto. Hakuna mtu anayeweza kuzeeka. Siku ikifika utazeeka, upende usipende. Jambo la 4 na la mwisho ni kifo. Na inakuja ikitazama, ikifungua macho. Nilisikia siku moja kuna mwanamuziki kule kwetu anaitwa Owino Jashirati. Aliwahi imba hivi ya kwamba kifo itakuja, atakaye toa nduru wa kwanza ndiye ajui, atakaye kuja kwa mazishi ndiye ajui, atakaye mzika ndiye ajui, watakaohudhuria ndiye ajui. Jambo la 4 ni ya kwamba kuna mtu amewahi epukana na kutokufa. Jamani, kifo iko. Kifo ikakuja jamani. Mimi si kwa nimezaliwa wakati huo, lakini napenda mara nyingi kusoma nakala. 1978 nilipata nakala ambayo iliandikwa 1978. Mama Ngina akisema ya kwamba mzee anachezesha tu ukora tu njama, atafanya nini? Ataamka. Asubuhi saa 4 ilipofika, mzee bado hajaamka. Ilipofika saa 8, mzee bado hajaamka. Mwishowe wakasema ya kwamba amekuwa mwenda zake. Rafiki, kifo ni hatari bwana. Imepita katikati ya bunduki na walinzi, ikaingia kwa tawala Kenya, tawala, tawala Kenya, tawala Rais Moi, tawala Kenya. Kwani nyinyi mlisoma wapi? Mlisoma pa Kenya ama Uganda? Hizi nyimbo hamkuimba? Ayayaya, mnakaaje nyinyi watu? Nasema hivi, kifo iliweza ikakuja polepole, ikatafuta, ikapenya katikati ya wale ambao wamebeba mzinga, wale ambao wamebeba guruneti na vitu vyote ya kuweka ulinzi. Ikapita hadi kwa ndani iliyojengwa ya dhamani, saa nyumba ya kifahari. Ikamshika mzee akakufa. Je, haujasikia ya kwamba kifo iliweza kuingia hadi kwa yule mtu ambaye ukweli ilionekana alikataa kuacha ushukani? Kifo ilikuja ikamchukua. Sisemi ya kwamba nafurahia ya kwamba eti walikufa, lakini najaribu kukuonyesha kwamba kifo iko. Na ikiwa bado unaishi, ikiwa naishi, nataka uelewe ya kwamba siku moja utakufa. Siku moja nitakufa ikiwa Kristo atachelewa kurudi. Kuna watu wanaishi katika hii dunia wakijua ya kwamba wataishi milele. Wanaenda wakinyang'anya watu mashamba, wanaenda wakikoroga watu wengine na kuwafumbaza, wakifikiria wataishi milele. Hautaishi milele. Biwott alienda, Queen Elizabeth alienda, Mwai Kibaki alienda, Churchill alienda, Osama bin Laden walienda. You can name them. Wapya kina Augusto Caesar, watu ambao wakisimama walipoongea watu wanasema hiyo sauti sio ya mwanadamu, hiyo sauti ni ya Mungu. Wako wapi leo hii? Akina Domitian, akina Nero, watu ambao walisumbua wakatetesa historia ya ulimwengu, leo hii wako wapi? Kifo iliwachukua. Yusufu mwana wa Yakobo akaona wakati wake umefika, na akakusanya nduguze wana wa Israeli, akawaweka sehemu moja, akawaambia ya kwamba watu wangu, mimi hapa naona wakati wangu umefika. Ninaona wakati wangu wa kuungana na mababu zangu umefika. Nataka nikwambie, that was a universal statement, kwa sababu Yusufu anajua yeyote yule anayeishi kenye imebaki mwishowe ni ya kwamba imebaki kuondoka.
Ukiwa katika ofisini, mara nyingi ofisi meza inaelekea mlango, au sio? Kenye kimebaki hapo nani kufanya nini? Kutoka. Kuna siku ngapi? 2 muhimu kwa mtu yeyote yule: siku uliokuja chini ya jua na siku utakayotoka. Unapoingia sio kuchagua kwako, lakini jinsi utakavyotoka ni uko na uamuzi. Utatoka namna gani? Yusufu akaita manduguze, akawaambia ya kwamba, wapenzi, mimi naona wakati wangu wa kutoka umefika. Na akaita nduguze, akaita watu wote wa ndani wake, akawaketisha chini, akasema ya kwamba Mungu wetu hakika atakuja. Nataka niwapishe, mniahidi ya kwamba kamwe mifupa yangu hamtaacha hapa. Yusufu anasema ya kwamba Yusufu akawapisha wana wa Israeli, akasema, bila shaka Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Hebu nianze nikiuliza, ni nini nani ya Yusufu muhimu sana hadi nikachagua katika mahubiri ya siku ya leo? Tumekuwa hapa tukijifunza mambo ya sanctuary na jinsi wokovu umerahisishwa. Wale watu ambao kwa waliweza kuhudhuria mkutano toka mwanzo hadi siku ya leo, tumekuwa tukijifunza sanctuary, na kila jambo ilikuwa inaturejesha kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Tunapoangalia kila mada ambayo kwa tulikuwa tunazungumzia, mwishowe ilikuwa inaturejesha kwake Yesu Kristo. Nimesimama na historia ya Yusufu, lakini nataka nikuletee kuhusu huyu muungwana ambaye yeye mwenyewe peke yake. By the way, I'm a student of theology and religious studies. Na jambo moja nilijifunza ya kwamba katika waanzilishi wa dini wote kuna moja tu tofauti na wengine. Hata hao wasomi wanasema ya kwamba amongst all the founders of religions are the religious leaders, wale waanzishi wa dini wote, kuna moja tu ako tofauti. Na wanasema ya kwamba huyu aliye tofauti ni Yesu peke, Yesu wa Nazareti. Hawamuiti Yesu Kristo, wanamuita Yesu wa Nazareti. Wanasema ya kwamba yeye peke yake ndio alizaliwa, akapitia mateso, akapendwa, akachukiwa, mwishowe akasulubishwa, akafa, akaenda sehemu, akapeana ahadi ya kwamba siku moja atarudi. It is only Jesus Christ who came, suffered, loved, hated, and finally died, resurrected, and went somewhere and gave an assurance that one day he will come. Nasema hivi, huyu muungwana ndiye nimesimama ili niwapatie habari zake. Nani kama Yesu? Kuna wimbo watu waliimba ya kwamba nani kama Yusufu. Hebu nikwambie, kuna mambo karibu 10 ukiangalia maisha ya Yusufu kisha uangalie maisha ya Yesu, ni kana kwamba wanafanana. Kwa haraka sana nikubalie nikuletee mambo karibu 10 ambayo kwayo inamfananisha Yusufu na Yesu Kristo. Jambo la kwanza, both Joseph and Jesus were sent to their brethren and they sold and chased them away and finally laughed at them. Hebu nianza na Yusufu. Wote kati ya wawili walikuja kwa nduguze, waliwauza, wakawacheka, wakawatuma mbali. Hebu nianze na Yusufu. Baba yake siku moja akamtuma Yusufu ili aende aone nduguze wanaendelea aje kule walipoenda
kulisha mifugo yao. So point nasema ni hivi, Yusufu alitumwa na baba yake ili aende aone ya kwamba nduguze wakoje. Alipofika kwa nduguze, kenye walimfanya unajua, walimchukua wakamuuza kwa wale watu ambao kwa walikuwa naenda kule Misri. Yesu Kristo baba yake alimtuma ili aje huku binguni atazame aone wanduguze wanaendeleaje. Sisi tulimpokea hadi kuna muungano anaitwa Judas, alienda akaitisha pesa, mtanipa ngapi? Wakasikilizana, na Biblia inaniambia ya kwamba Yesu Kristo pia alifanya nini? Aliuzwa kwa shilingi ngapi? 30 peke yake. Jambo la pili ambayo inafanisha na Kristo na Yusufu ni ya kwamba both of them were lifted up and glorified after passing through all manner of sufferings. Hebu nianze na Yusufu. Yusufu wakati nduguze waliweza kumuuza, Biblia inasema ya kwamba alikuja akaingia nyumba ya nani? Ya Potifa. Na Biblia inaendelea ikisema ya kwamba baada ya mateso na masumbuko mengi sana, Yusufu mwishowe alifanya nini? Aliweza kuinuliwa, akawekwa hadi mkono wa kuume wa uongozi wa mji wa Misri. Hebu nikwambie ya kwamba yule aliyekuwa anakaa mkono wa kuume alikuwa anaitwa the prime minister, and the greatest prime minister that Egypt ever had is Joseph. Inasema hivi, Yesu Kristo pia alikuja baada ya kupitia masumbuko mengi sana. Mwishowe Kristo alifanya nini? Alikufa, akaenda mbinguni. Leo hii tunapotazama sanctuary na macho na roho ya unabii, tunamuona Kristo akiketi mkono wa kuume wa nani? Ya babaye. Nasema hao wangwana wawili wanafanana. Wote walikuja wakapitia mengi, mwishowe waliweza kuinuliwa juu. Both of them were lifted high and glorified at the end of it all. Jambo la tatu, both Jesus and Joseph were thrown into a pit, lakini mwishowe waliweza kutoka. Nasema hivi, Yusufu alipofika kwa nduguze, wakasema, tazameni yule mtu aotae ndoto, yule mtu ambaye anapenda kuota ndoto na kutudhulumu mbeleni ya baba yetu. Hebu tukamchukue, tumfanye nini? Tumuue. Lakini Benjamin ambaye alikuwa nduguye akasema, pana, msifanye kitu kama hiyo. Huyo ni nini? Ni damu yetu. Kwa hivyo walimchukua wakamuingiza mle ndani kwa shimo ama birikani. Yesu Kristo pia tarehe 6 mwezi wa 4 miaka 31 AD, on date 6 mwezi wa 4 mwaka 31 AD, Yesu Kristo pia alifanya nini? Aliwekwa ndani ya kaburi. Nasema hivi, hao wanaume wawili wanafanana. Jambo la 4, watu zaidi ya 1000 ngapi? 5, hadi chakula ikibaki. Yesu alikuwa mtu anayejua kulisha watu. Hao wawili wanafanana kwa sababu watu wao walipokuja kwao waliweza kupata chakula. Watu wa Mungu, hamjambo? Hamjambo? Tulikuwa tunazungumzia mambo 10 zinazofanya Yusufu na Yesu wafanane. Jambo la 5 ni hivi, both of them will carry and take their family and brethren to the land which was promised, where there is plenty of food. Hiyo
kuelezea ya kwamba mwishowe hata na Yesu Kristo aliweza kutoka akisema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, muamini Mungu nami kwangu mfanye nini? Muamini, kwa maana nyumbani mwa Baba kuna makao mengi. Aingekuwa hivyo singaliwaambia. Sikia, Kristo siku moja atatuchukua sote na tutaenda pale ambapo hakutakuwa na njaa, hakutakuwa na kifo. Jambo la 6, both of them, their bones didn't last or remain in their graves or tomb forever. Hivi, hebu nianze na Yusufu. Unaposoma 50 mstari wa 26 inasema hivi: basi Yusufu akafa mwenye miaka 110, wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Yaani mwili wa Yusufu ilifanyiwa tunaita preservation. Mbona walikuwa nafanya hivi? Kwa sababu Yusufu aliwaambia ya kwamba Mungu wenu siku moja atakuja, na mtakapoondoka huku Misri msije mkaacha mifupa yangu katika nchi wa ugenini. Yusufu mifupa yake haikubaki Misri, iliweza kubebwa wakapeleka. Unakumbuka shamba ambayo Ibrahimu alinunua kumzika mkeo? Hapo kuna wanaume wanne. Ibrahimu ako hapo, Isaka alizikwa hapo, Yakobo alizikwa hapo. Yusufu pia mwishowe mifupa yake ilibebwa ikapelekwa kule. Nasema hivi, mifupa ya Yusufu haikubaki kamwe kule Misri. Hebu nikuje kwa muungwana huyu Yesu Kristo, pia mifupa yake haikubaki kaburini. Tarehe 8 mwezi wa 4 miaka 31 AD aliweza kufufuka, akatoka miongoni mwa wafu. Yesu kashinda kifo. Roho ya unabii nasema ya kwamba mavazi ambayo kwayo Kristo alifunikwa nayo alichukua, akayakunja, akaweka vizuri, na akasema kazi ambayo kwayo ilikuwa mfanye kwangu imeisha. Wanahistoria wanajua vizuri ya kwamba ukienda Vatican, katika zile nyumba ambayo yanajulikana yanaheshimika, hapo ndani utapata mavazi ambayo Yesu Kristo aliweza kufunika. Nasema wawili, Yesu Kristo na Yusufu, mifupa yao haikubaki pale walipozikwa. Mifupa yao haikuweza kubaki. Jambo la 7, both of them were accused of sin they didn't commit and both came out clean. Waliweza kushtakiwa kwa kosa ambayo kwao hawakufanya. Si wewe unajua vizuri ya kwamba kulikuwa na mwanamke fulani alimshika Yusufu akitaka kuingia naye kwa mambo fulani, akatoroka, kawacha vazi mikononi mwa yule mwanamke. Mwanamke alisema nini? Ya kwamba huyu Myahudi alikuwa anataka kufanya nini? Kulala nami. He was accused of the sin he did not commit. Hadi mwishowe Yusufu alichukuliwa akatupwa kule gerezani. Hebu sikia, Yesu Kristo, Mafarisayo, Sadukayo na walimu wa sheria waliweza kusema huyu jamaa anasema ya kwamba ataharibu hii hekalu letu kisha atalijenga. They accused Jesus of the sin he did not commit. Wewe pamoja nami tunajua vizuri ya kwamba hakuna dhambi Kristo alifanya, lakini walifanya nini? Walimshtaki. Mwishowe
akapelekwa. Yaani Kristo alipelekwa hadi kwa zile ndio Kiswahili imeenda bwana. Mbona hii Kiswahili inaendaenda? Mahakamani, si ndio? Yaani hiyo ndio imenisumbua hivyo. Basi alipoletwa hapo, jamaa mwingine akasikia mke wake akimwambia, usijipeleke mbio sana kwa huyo mtu ambaye kwa ameletwa kwako. Si unasikia vizuri ya kwamba hadi judge alikosa kupata kosa iliyokuwa ndani ya Kristo. Nasema hivi, wote Yusufu na Yesu Kristo walishtakiwa kwa makosa ambayo kwayo hawakufanya. Na unajua ya kwamba mwishowe, kwa sababu tunamtumikia Mungu aliye wa haki na ni mtakatifu na hakuna uovu kati yao, mwishowe Yusufu aliweza kutoka gerezani akiwa nini? Akiwa safi. Yesu Kristo pia baada ya kushtakiwa, hayo yote yalikuja kuisha ya kwamba hakufanya kosa. Si unajua hiyo vizuri? Hao wanaume wawili walishtakiwa kwa kosa ambayo kwayo hawakufanya. Jambo la 8, both of them prophesied about their death and prepared their brethren ahead. Yusufu tumesoma sasa hivi. Yusufu akasema, Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka. Atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowapia Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Yusufu aliweza kutabiri, aliweza kujua ya kwamba wakati wa kufa kwake umefanya nini? Umewadia, umefika. Aliweza kutabiri, aliweza kuona ya kwamba wakati wa kufa kwake ulifika. Sikieni makutano. Yesu Kristo pia aliweza kusema zaidi mara ya 3 akizungumzia kifo, hadi Yesu akasema, Baba, ikikupendeza ondoa kikombe nini? Yesu Kristo aliweza kuona na kusema ya kwamba anakufa, wakati wa kufa inasogea karibu. Ndio maana Yesu alikuwa na uchungu mwingi sana akienda msalabani. Ministry of Healing, page 54, paragraph 2 inasema ya kwamba yale yaliyokuwa yanamsumbua Yesu Kristo sana ni uzito wa dhambi ya ulimwengu ambayo kwayo alikuwa akienda naye msalabani. Yesu aliweza kutabiri, aliweza kusema ya kwamba, aliweza pia kuona ya kwamba wakati wa kufa kwake imewadia. Jambo la 9, both of them went ahead of their brethren and prepared a place for them. Yusufu baada ya kuuzwa na nduguze walifikiria ya kwamba wamemweza, si ndio? Hebu tuzungumze watu wa Mungu. Hadi hapo wangapi tuko pamoja? Hebu tuombe. Baba na Mungu wetu, tunapoendelea na ujumbe wako, tupatie usikivu ili tuweze kusikiza yale ambayo ulikusudia siku ya leo. Umeanza kuzungumza nasi, na kamwe neno lako halitarudi kinywani mwako pasipo kufanya kazi. Bwana, tunakuomba endelea kushika mkutano, zungumza nasi sasa hivi hadi tamati, katika jina la Yesu tumeomba tukiamini, amen. Nilikuwa nasema ya kwamba Yusufu baada ya nduguze kumuuza, alipoenda kule Misri, nduguze walikuwa wanajua ya kwamba wamemweza. Hata hivyo alienda kutayarisha sehemu, ili mwishowe aliweza kuleta familia mzima, wakakuja hadi kule
Misri na waliweza kufaidika mikononi mwa Yusufu. Yesu Kristo pia alisema kwa Yohana 14 mstari wa kwanza. Hebu soma Yohana 14 mstari wa kwanza. Biblia inasemaje? Msifadhaike mioyoni mwenu. Muamini Mungu. Muamini Mungu. Niamini na mimi. Nami pia muweze kuniamini. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Asante sana. Nilikuwa nataka hivi ya kwamba Yesu Kristo pia aliweza kuenda kutengeneza makao pahali pazuri mno, ili watu wake watakapokuja waweze kupata. Amemaliza. Jambo la mwisho ni ya kwamba both of them knows the promise that one day their God will come and take them to a place which is he best knows. Sikia rafiki, Yusufu aliwaambia wana wa Israeli ya kwamba najua bila shaka ya kwamba Mungu wenu hakika atakuja. Aliwatayarisha akawaambia kwamba Mungu wenu hakika atafanya nini? Atakuja. Akawatayarisha wakijua ya kwamba hatutaendelea kukaa hapa milele. Akawapatia matumaini ya kwamba katika ugenini siku moja Mungu wenu ataweza kuja. Yesu Kristo pia amezungumza nasi mara nyingi sana kupitia watumishi wake. Wameweza kuona na kuzungumza kuhusu kurudi kwake Yesu mara ya pili. Wewe pamoja nami leo hii tu washiriki tunakuja kanisani ikiwa lengo letu kubwa ni ya kwamba Yesu Kristo anaporejea mara ya pili atuchukue tupeleke wapi? Mbinguni. Yesu alijua ya kwamba hakika siku moja Mungu atakuja. Yusufu alijua, aliweza kuona, akawaambia ya kwamba your God will one day come and take you to the land which he promised to Abraham, Jacob and Isaac. Yesu pia alituambia haitakuwa hivi milele wenzangu. Siku moja Mungu wetu atakuja. Mbona tuzungumzie haya maneno? Naambieni watu wa Mungu, siku moja itakuja. Siku moja hakutakuwa na kesho. One day tutaamka tu jinsi tunavyoamka, na watu wafikirie kuendelea kwa shughuli zao pasipo kujua ya kwamba hakutakuwa na kesho. Niwaambieni ya kwamba kuna siku moja ambayo kwayo inakuja hakutakuwa na kesho. Mimi sijui ya saa ni lini. Inaweza kuwa hata sasa hivi watu watoke hapa na wakose kuwa na kesho yao. Tunaweza endelea hivyo tukose kufa, lakini kuna siku moja hakutakuwa na kesho. One day there will be no tomorrow. Sikia, tumezungumza wiki mzima kuhusu ukombozi, na tulisema siku ya kwanza ya kwamba wokovu una nani? Una Mungu. Mungu peke yake ndiye anaokoa watu wake. Sikia rafiki, Mungu peke yake ndiye tu aliye na uwezo wa kuokoa kila mmoja anayeketi hapa. Siku moja hakutakuwa na kesho.
one day there will be no tomorrow. Ikiwa hakuna tomorrow, ni nini tunastahili kufanya? Hebu soma pamoja nami kitabu cha Waebrania 3 mstari wa 7 kisha utaruka 15. Inasemaje? Kwa hiyo kama anenavyo Roho Mtakatifu, kama Roho Mtakatifu anavyonena, nasema hivi, leo kama mtaisikia sauti yake. Leo kama utasikia sauti. Soma hapo inenwapo, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye. Hebu anza tena vizuri, kuwa relax na usome. Kwa hivyo kama anenavyo Roho Mtakatifu, leo kama mtaisikia sauti yake. Leo kama mtaisikia sauti yake. Sauti yake. Hapo inenapo. Leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Msifanye migumu mioyo yenu. 15 inasemaje? Soma hapo. Ndio hiyo naendelea kusoma. Msifanye migumu mioyo yenu kama watu wa kukasirisha. Asante. 4:7 Waebrania inasemaje? 4:7 aweka tena siku fulani, akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii. Leo kama ilivyonenwa tangu zamani. Leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Leo kama mtasikia sauti yake, wapenzi wa Mungu, ya kwamba msifanye migumu mioyo yenu. Kuna muungwana ambaye kwa nataka niwaambie stori zake kisha tuombe. Paulo alikuwa mhubiri shupavu. By the way, the greatest pastor ambayo naona nimejifunza kwake sana ni huyu mchungaji kwa jina Paulo. Aliweza hata kufanya kazi, inaonekana sisemi ya kwamba najaribu kudhalilisha, lakini aliweza hata kufanya kazi na kwenda sehemu nyingi hata kushinda zile ambao Kristo aliweza kufika. Lakini Paulo mara nyingi alikuwa anahubiria watu kuhusu nani? Yesu Kristo. Kwa hivyo alikuwa anampeleka nani? Kristo. Siku moja wakati wamemshika Paulo akiwa kule Roma, wakamleta mbele ya mfalme Agripa na governor ambaye kwa alikuwa anaitwa Festus. Wakamweka, kisha wakasikiza jinsi alivyokuwa anahubiri kuhusu temperance, hukumu inayokuja. Wakaogopa. Mwisho aliwauliza swali. Aliweza kuuliza mfalme Agripa, je, do you believe? Unajua alipokuwa anahubiri walimsikiliza wale viongozi wawili, wakamsikiliza. Festus akasema ya kwamba kusoma kwako kwingi imekuharibu akili. Akiwa bado anaendelea akijitetea, akamuuliza mfalme, je, mfalme unaamini kwa manabii? Soma pamoja nami Matendo ya Mitume 26 mstari ni wa 25 hadi 6. Inasemaje? Biblia inasema lakini Paulo akasema, sina wazimu. Festo mtukufu. Soma 27. Mfalme Agripa, je, waamini manabii? Je, waamini manabii? Najua ya kuwa waamini. 28. Agripa akamwambia Paulo. Akamwambiaje? Kwa maneno machache wadhani kunifanya mimi kuwa Mkristo. Asante. Je, kuna mtu ako na tafsiri ya King ama New King James? Anisomee hiyo kitu. Acts of the Apostles chapter 26 verses 27 and 28. New King James ama King James version. Kuna kitu Kiswahili imeacha. Ayaya. Hiyo ni New King James. Huyu ajui version hiyo, anasema ni Holy Bible. James inasema kwamba
King Agrippa, Eh. do you believe the prophets? Do you believe the prophets? I know you do. I know that you do believe in the prophets. Then Agrippa said to Paul, do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian? Yes. Do you think unafikiria wakati kidogo you can persuade me to be a Christian? Basi inaposoma kwa tafsiri yangu King James inasema ya kwamba thou almost persuadest me. Kidogo tu ufanya niwe Mkristo. Saa hizi nimesimama hapa naleta habari za Kristo, sio habari zangu nimetoka nao Ujaluoni, bali nimesimamisha Kristo hapa. Kuna mtu anasikiza na anasema ya kwamba dogo tu ungenifanya niwe Mkristo. Alimuuliza, je, unafikiria kwa maneno machache unaweza nifanya niwe Mkristo? Hivyo ndivyo watu wanavyosema. Unafikiria kwa hayo maneno unaweza nitoa katika maisha ninayoishi? Kuna watoto wa Mungu hapa, kuna watu hawasalimiani nayo, wamechukia mtu hadi akimwona anasikia kukufa. Niliwahi kuwa kwa church board. Kuna church board zingine zinakuwa ngumu sana. Hadi by the sometimes kama umeona pastor wenu amechoka, wakati mwingine jaribu kumuelewa. Anaweza fika point asukumwe hadi afike mwisho. Kwa church board tuna solve case fulani. Akasema, pastor, you are still young. Acha nikwambie kitu. Nikwambie, yes, by the way, yes sir, I'm still young. Tell me something. Talk, man of God. Kaniambia, kwanza mimi huwa siombi, Mungu anaongea na mimi live. Mimi sisomi Biblia, siimbi. Okay, endelea. Kwa hivyo mimi Mungu anazungumza nami one on one. Okay, endelea man of God. Na mchaji anaendelea kuongea. Hivi mimi naona, acha nikuambie, huyu siwezi kamwe kumsamehe. Hata tufike mbinguni tukute yende nafungua mlango, heri nipige bautan niende nikachomeke na shetani. Enyewe unacheka, lakini hiyo jambo unaposikia ndani, hadi yani mtu hawezi samea mtu, hadi anazalinganisha na kwenda kwa Yehanamu. Sikia, tumehubiri hapa wiki moja, mmeleta sadaka zenu za makambi, mmekaribisha wageni, na kama kuna mtu umemchukia ndani ya moyo wako, na kuambia unafanya bure. Samea mtu yule ambaye alikukosea, yule ambaye umemshika. Inafanya Mungu hata kutosikia maombi. Je, mnajua maombi, sala ya Bwana? Baba yetu uliye mbinguni. Hebu tuseme, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Yaani mli left. Ama simsema mnajua tu kwa ekegusi. Hebu tuseme kwa ekegusi. Hiyo kitu inapatikana katika kitabu. Eda unalala. Aya, ungelala. Aya, namalizia wenzangu. Nafika nikamalizia. Mathayo 6:14. I want to give you a working formula. As you go home, please go and try this. Wakati mwingine jibu unaomba sana na Mungu akujibu kwa sababu kuna kitu umeacha. 6:14. Mathayo inasemaje? Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, mkisamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Kama kuna kitu inakuwa ngumu sana
unapata mtu nani ni mzito, Omorisia, njoo huku mbele, najua uko mzito, njoo haraka, mbio sawa. Sasa nataka upande mgongoni mwangu. Elder ni pastor ndiye amekwambia panda mgongo. Panda. Elder tutakosana, panda mgongo. Si hata wewe umeona imeshindikana, siwezi mbeba huyu muungwana. Mbona wewe unabeba mtu ndani yako? Shindwa kubeba huyu ndume. Au si nimeshindwa kumbeba. Wewe mbona umebeba watu karibu 5 ndani ya moyo wako? Sikia, hayo matamshi ni Yesu Kristo ndiye aliyenena. Akasema mkisamee watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni pia afanya nini? Anawasamee. Najua kuna mtu amekutesa sana. Huku Kisii nimesikia kuna kitu inafanyika vibaya sana. Kuna watu wa appetite ya shamba. Wanaposikia kuna sehemu, pengine sio huko, wacha nitumie mfano kwetu ndio napajua vizuri. Kuna wazee wanajulikana kwa mji, penye kuna mzozano wa shamba, lazima uwakute pale. Yaani wako na appetite ya juu ya shamba. Kama kuna wajane wananyang'anywa, lazima utasikia mzee so and so ako hapo ndani. Yaani watu wanang'ang'ania shamba. Siku moja nikapigiwa simu nikiwa Nairobi. Ebu njoo, kuna mambo yamefanyika. Kufika hii ni habari ya kwamba kulikuwa na ghasia, vitu vilifanyika nyumbani kwa sababu juu ya shamba. Karibu wamuue mamangu mzazi pamoja na baba kwa sababu ya, na by the way unapoangalia penye wanajibizana nayo, sehemu kadogo hata iwezi tosha hivi, sehemu kadogo. Nikamwambia dadi, ni nini shida? Ati unaona hii inaleta vita. Saa hizo ananiongeleza hapa kuna panga ambayo iliwekwa. Mamangu naye juu ni mwoga, alipoona panga alienda na nduru, alitorokea maisha yake. Karibu wachome nyumba yetu chini kwa sababu ya shamba. So my dad was expecting nikikuja niende nichukue panga, niende nipeleke kwa grinder iwe safi, nikuje nisiage watu hapo kweli kweli. Na nikawaita, kawaambia mimi nilipozaliwa niliona ya kwamba mlikuwa mnapendana sana. Ni nini hii inawaharibu sasa hivi? So wakaanza kusema alikuwa juu sana. Nikamwambia hapana, si ni sehemu ndo nataka. Hii ni kidogo, anko. Chukua hii sehemu dadi alinionyesha, hii ni shamba yangu. Hii ni kidogo, ongeza hadi huku. Kaanza kusema hapana, sasa wewe unafanya kwa ujeuri. Wewe nao unafanya kwa ujeuri. Mimi kama hiyo sitaki. Kama ni hivyo, now you are doing it with tough-headedness. Mimi hii ndio ilikuwa ya haki yangu. Nikamwambia mimi nimeona hii sehemu napigani kidogo, nimeona nikuongeze ili uridhike vizuri. Nikamuongeza, akasema no, wewe sana unafanya kwa ujeuri. Mimi hiyo sitaki. Mke wake akamshika mkono. Wakaenda wakakaa. Ilipofika 5 usiku, unajua alikuja wakabisha. Nashangaa, kitu kaniambia usitoke nje, unaweza toka na upate nini? Panga. Lakini pia kitu niambia toka tu. Nilipokuwa natoka, nika confirm kama everything is okay. Sema mwanamume anakufa once. Katoka hivi, kaangalia mambo iko sawa, kutu wawili. Kaita wazazi. Kakuja. Na ni mbona mmetutembelea tu usiku hivi? Unafanya tunaogopa sana. Akasema by the way, tumekuwa tukiishi tukipendana sana na hii sehemu ni kadogo sana. Astahili ipeleke mmoja wetu kaburini. Did you see how I solved that problem? Nikwambia tu kama unataka. Nikwambia by the outer road penye mtu anazikwa ni sehemu kadogo sana. Na kuna mtu hapa, yeye shamba akona appetite ya juu. Akisikia popote kuna shamba, sikia rafiki, kama
kama uko kanisani bado hujaokoka, okoka. Umeshika watu moyoni mwako, kasabato kuja sabato enda, umeshika watu. Sikia rafiki, acha huo mzigo, ni ngumu sana kubeba. Usimshike mtu. Kama kuna mtu wa kumshika ndani ya roho yako, ni nani? Yesu Kristo. Ametuambia, njooni kwangu nyinyi msumbukao na mliolemewa na nini? Na mizigo, nami nitawapumzisha. Kristo akiwa ndani yako, utakuwa nyepesi mno, utakuwa na furaha, utakuwa na afya njema. Na maliza nikisema, siku moja hakutakuwa na kesho. One day at a time, there will be no tomorrow. Kwa hivyo Paulo alimwambia Timotheo wa pili 4:21, tunapomaliza, muda umeenda sasa. Timotheo wa pili 4:21, maandiko yanasemaje? Biblia inasema kwamba jitahidi kuja kabla ya wakati wa baridi. Jitahidi sana kuja kabla wakati wa nini? Wa baridi. Achia tu hapo. Sikia rafiki, jitahidi sana uje kwa Kristo kabla wakati wa baridi. Kuna baridi wa kuzeeka. Kristo pia anakuhitaji wakati bado una nguvu, ili aweze kufanya kazi ndani yako. Jitahidi sana uje wakati kabla ya baridi. Baridi gani? Ya bad health. Jitahidi sana unapokuwa na afya. Hapo ndipo Kristo anakuhitaji ili aweze kukutumia kwa utukufu wake. Jitahidi sana kuja kabla ya baridi. Baridi gani? Jitahidi sana ukuje kabla ya kifo. Nimewambia ya kwamba kifo unaweza kuja wakati wowote, na historia yetu itakuwa imeisha. Jitahidi sana rafiki, uje kabla ya baridi. Baridi gani? The close of probation. Come rafiki, kuja kwa Kristo ungali ni mapema. Tulisoma ya kwamba leo ukisikia sauti, usifanye mioyo yenu kuwa migumu. Sifanye migumu mioyo yenu. Hebu sasa niwaulize swali. Pia sana nasikia nimechoka. Paulo, nimechoka sasa. Hebu niulize swali. Je, kuna yeyote miongoni mwetu akiangalia maisha yake vizuri, angehitaji huyu Kristo aje kwake kabla ya baridi? Ya kwa sababu kuna siku moja hakutakuwa na kesho. Kuna mtu ndani ya mkutano anapojitazama vizuri, anaona ya kwamba jinsi amekuwa akisafiri na Kristo haijapendeza bingu, na angetaka ya kwamba maisha yake yabadilike na aje kwa Kristo wakati baada kuna baridi. Sikia rafiki, kuna siku moja utafika, hakutakuwa na kesho. Kama bado leo iko, usifanye mioyo kuwa migumu. Ni nani anayetaka Mkristo? Ni nani anayetaka kuwa Kristo kupitia ubatizo wa maji mengi? Kama kuna mtu wa namna hiyo, aje tunaposimama sote na wimbo nambari 169 Ekegusi.